Nini shida? Mbona uko hivyo? Eti mwanangu. Nini shida? Mbona uko hivyo? Unaonekana uko sawa. Ana shida gani? Sijui kama mimi baada ya kuleta furaha kwenye maisha yako nikawa naleta machukizo. Uwepo wako tu ni furaha tosha moyoni mwangu. Hebu yasikie mapigo ya moyo yanapogonga. Yote ni kwa sababu yako. Tazama. Humu ndani hakuna chochote isipokuwa mkaa pekee. Unasema? Hii pesa haitoshi. Haiwezi kukidhi mahitaji yoyote kwa sasa. Pesa ndogo hii. Humu ndani unanyonyesha wewe? Kusema labda unaenda kununua lishe? Sikia. Sitaki kutumia nguvu kubwa kuzungumza hili. Ila tu iko hivyo. Na yote nionyesha jinsi gani nilivyoamisi mapenzi yako. Wewe bana. No. Hebu niambie ukweli. Mifsada unanichukia? Mke wangu. Moyo wangu mimi ndo nakuchagua. Kwa hiyo hata kama mtu akikuchukia, hiyo haisaidii chochote. Sijui kanitenda vibaya. Ningejua sisi tunataka kusema kitu gani. Sijali, siwezi. Dokta. Safi, karibu. Asante. Kwanza be patient. Kitu cha kufanya ni kuweza kuongeza damu haraka sana. Lakini pili tuweze kuokoa kiumbe kilicho tumboni. Maana yake tunaweza tukampoteza hata mama. Sasa hivi tunafikiri kwamba afanye upasuaji. Kwa hiyo nilikuwa naomba uweze kusaini ili tuweze kuokoa, ima tuokoe mama na mtoto ama tuokoe mmoja kati yao. Okay. Tujaza fomu pale chuma namba 4 afu utakuelekeza. Wangu. Mimi natoka mara moja. Ndio naondoka. Naenda kwenye ile kazi. Wameniita kwenye interview. Basi baadaye. Ngoja kwanza.
Hivi nguo yako umeangalia vizuri? Unaendaje? Yaani unaendaje kwenye hiyo interview kwa hivyo? Hauoni kama nguo imejikunja kunja? Mke wangu. Hata mimi unavyoona hivi. Nilikuwa naipiga pasi ndani. Lakini pasi imeungua. Sasa mimi nifanyeje? Hata kama imeungua hii imejikunja kunja sana. Hebu naomba nisubiri ndani nakuja. Nisubiri ndani nakuja. Sawa. Anita, wale wengi wakiwemo ndugu zako wanatambua kuwa haupo tena duniani. Na hii imebaki kwa siri yangu tu. Kuwa upo hai. Na tena unaishi moyoni mwangu. Ahadi yangu kwako ni mimi kuishi kwenye mapenzi yako, Anita. Mimi bado naishi kwenye mapenzi yako. Na ndio maana kila wakati nafanya hivi ili kufurahisha moyo wako kwa zawadi uipendayo. Na natumai unafurahi. Unafurahi sana, Anita. Kwani unatambua ni jinsi gani mapenzi yako yalivyonitawala. Na kuna wakati uvumilivu unanishinda kabisa. Uvumilivu unanishinda. Na kujikuta naelezea hisia zangu watu ambao wananicheka na kunikejeli. Kwa sababu ni wanaume wangapi ambao wanaweza kufanya haya? Isipokuwa wewe na moyo wako umethubutu hili. Hata macho na sura yako vinaonyesha uhalisia wa moyo wako. Tazama, mimi yupo hapa hapa, ila alishindwa kabisa kunionyesha ubinadamu. Alinifanya niteseke sana na kujiona sifai kabisa. Lakini yupo mmoja ambaye alinipenda kwa dhati. Hata katika magumu ambayo nilikuwa nikiyapitia, alikuwa yuko tayari kufanya lolote kwa ajili ya furaha yangu. Na si mwingine ni mama yangu. Na ndio maana nimeyabeba haya maua ili kumtia moyo na kuonyesha kwamba niko upande wake. Unaonyesha kuwa wewe ni mwanamke mvumilivu, mwenye subira na unayetambua thamani yako. Nimeipenda hii. Na ningependa nijumuike na wewe. Pengine nami naweza nikapata baraka kwa hili.
Mbona unanitazama? Wala sikutazami wewe. Bali naifikiria kesho yangu. Yaani kuendelea kuishi maisha haya na kwa jinsi hii utakuwa ni uzeni. Acha kukufuru. Kesho yako anayejua ni Mungu wala sio wewe. Hivi. Hebu niambie. Hii siri umejifunza wapi? Kuna kipindi nilikuwa nikiishi na bibi yangu. Na alinifundisha jinsi ya kukabiliana na changamoto ninazokutana nazo kwa maisha. Naiona nuru machoni pako. Na hii wala si pesa. Imeisha. Wewe ulikuwa wapi leo? Nilikuwa na makaburini kwenda kumsalimia mama. Kiukweli natamani angekuwa hai. Hizo ni changamoto tu za dunia. Lakini nadhani unajua kwamba niko upande wako. Anita, wale wengi wakiwemo ndugu zako wanatambua kuwa haupo tena duniani. Na hii imebaki kwa siri yangu tu. Kuwa uko hai. Na tena unaishi moyoni mwangu. Ahadi yangu kwako ni mimi kuishi kwenye mapenzi yako, Anita. Mimi bado naishi kwenye mapenzi yako. Na ndio maana kila wakati nafanya hivi ili kufurahisha moyo wako kwa zawadi uipendayo. Na natumai unafurahi. Unafurahi sana, Anita. Kwani unatambua ni jinsi gani mapenzi yako yalivyonitawala. Na kuna wakati uvumilivu unanishinda kabisa. Uvumilivu unanishinda. Na kujikuta naelezea hisia zangu watu ambao wananicheka na kunikejeli. Uelize. Najua umeona machozi yangu. Nadhani natabasamu pia. Hebu acha kuwaza sana juu ya hayo unayopitia. Utazidi tu kujiuliza mwenyewe. Kuna kitu ambacho nimekutana nacho kunifurahisha sana moyo wangu. Nikakumbuka kitu ambacho leo kuniambia. Ni kweli. Ni kweli kuna wanaume ambao wana upendo wa kweli. Lize, uko sawa kweli? Mbona ni ghafla sana? Sijaelewa. Suzi, tazama kijana anaonyesha upendo wa kweli. Yaani hakuna aibu hata kuonyesha kwa walimwengu, tena kwa maua. Hata ukimwangalia muonekano wake, ni dhahiri kabisa moyo wake umebeba nzima nzima ilikuwa amelala. Hebu niangalie mimi. Nastahili haya? Ndiyo. Kwa sababu moyo wako unaweza kustahimili. Usiyaruhusu macho yako kudanganya moyo wako.
ameonyesha sawa na mapenzi ya dhati, lakini huenda pia naye kuna kitu anajutia. Labda nikuulize, mwanamke fedhuli ulizoea kuganda wanaume za watu. Huyu ni mwanamke mpumbavu tu asiyejitambua. Ni mwanamke wa kijinga wasiojithamini na kujitambua katika maisha yao. Tizama Janet, hao ndio wanawake ambao wakisikia ujauzito wao ukichaa unazidi kukua. Usifadhaike nao, ni wapumbavu tu kama wapumbavu wengine, hawana maana juu ya maisha yetu. Sawa? Ndio kwa na maana. Mume wangu, cheni kwa dokta, maana mtu avirusha mateke kwa Asia, nije nikampasua mkuu. Umpasua nani? Jaribu wewe, sikia nikwambie. Kama unapomwona huyo mwanamke wangu mzuri kabisa, mwenye kumhifadhi mwanandani wangu, ambaye anakula anashiba, tafadhali nenda kamwambia wewe kikaragosi mwenzako, mjinga mwenzako, afanye kama alivyofanya kipenzi changu cha roho. Moyo moyo. Kwa hakika nimeona mwanamke aliyokuvaa ndani ya hapa. Nimeipenda. Ni kweli. Lakini wakati mwingine wanawake tunatakiwa tuwe na mioyo ya huruma kwa wanawake wenzetu. Mtazame yule mwanaume na mwanamke wake fedhuli. Yaani mwanaume ameacha familia yake kwa sababu ya huyo mwanamke. Ambaye mwanamke mwenyewe anajijali tu mwenyewe bila kuangalia analeta madhara gani kwa watu wengine. Sawa. Mke wake hajabahatika kupata mtoto. Lakini hayo sio makosa yake, na hiyo haileti ruhusa kufanya yeye mnyanyasi. Hebu jaribu kufikiria kwamba ingekuwa ni hivi. Ana adabu mwanamke. Sawa? Amenikera kule kukuta mimi. Ili kunichafua leo.